Pastor Ng'ang'a na Rigathi Gachagua wana trend kule USA. Mimi si Gachagua. By the way, ni ukweli pastor, kuna huyu mwimbaji anaitwa Snoop Dogg, sijui kama unamjua. Anaitwa Watch Doggy Sniff Dog, Sniff Dog. Ni mtu mmoja kama Michael Jackson. Nasikia aliandika, aliweka hiyo akapata comment more than 1 million akatoa. Wewe Sniff Dog, iba nyimbo zako za kimataifa. Wachana na Ng'ang'a. Wakaba wanasemaga ukaa manya. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini. Hata minister nilimwambia acheze na rika yake, wale walitairiwa nao. Mimi ukicheza na mimi, hata hiyo 2027 mtajua tu. Wait and see. Hiyo mchezo mko nayo, chezeni na wale mlisoma nao. Hold it. Hiyo mchezo mnacheza na kanisa. Ngoja muone 3. 1 2 3. Ndio mjue there is God in heaven. Mimi si Gachagua. Who did this to us? God have mercy upon us. Watu wakae chini, wanadamu hawa. Si nitatoa hizi pepo nitupe kwa Gehazi. Nitatoa hizi pepo ni watupie mchomeke na ndege. Kama mnataka kujua kuna Mungu. Elisha anasema ukoma wa Naamani ikuigie. Elisha akasema kiparangoto. Mimi kiparangoto. Mimi. Hey! Wakatokezea simba zikaua watoto 42. Mimi Mungu wangu ni kisirani. Oh my God. Ukileta kisirani ni kisirani na utaiona. No matter who you are, I swear before God, mimi nitaweka record Kenya. Before my departure, nitaweka record. Watu watajua kuna Mungu. Oh yes. Sio mtu akikaa tu akiinuka si mungatana. Mungatana ni nini? Takataka tu. Mungatana ni nini? Takataka. You can't amend the gospel. Amend hizo parliament zenyu za Gachagua. You can't amend the gospel. Na hata Gachagua mumutoi. Mumutoi. Please. Mkitoa Gachagua mtakulana hata nyinyi. Yes, kama kawaida niliwawarn na mkuweza kusikia. Huu ni ujumbe kutoka kwa Pastor Ng'ang'a. Mimi kama kawaida nasema kanisa linafaa kujitenga kabisa na kisiasa nchini Kenya. Lakini wanasiasa wanajua kama kawaida katika kanisa kuna kura. So wanajua wale ni wapiga kura na ni wengi sana na ni waaminifu. So that's why kila wakati wananyemelea na ni sana wakati kuna msisimuko wa kisiasa kama wakati kama huu. Unaona mtu kama rais wetu William Samoei Ruto na tuwe fair, hata kina Rigathi Gachagua kazi yao ni kumiminika kwa makanisa, hawakosangi kila Sunday. Na ni kwa sababu tu ya kuwashawishi wale watu. So kwa hivi sasa ni kuwapiganisha hawa against wale si wazuri, wale walitudanganya, wale ni wazuri, wakijua ya kwamba wakipiganisha kuna njia moja wala nyingine ya kuwashawishi wale watu na kuweza kuwachukua katika upande wao. So kanisa linatumiwa kwa hivi sasa. Pastor moja akizungumza aseme ya kwamba tunafuata mtu. I'm very sure watu wote katika lile kanisa waumini wamezidi hata hii ya kufuata Raila hii ya left right hiyo. Waumini bishop wao akisema tunaenda huku, wote wanga wanaenda. Yes. Niamini, unless ukue ni mfuasi, bishop wenyu akisema ya kwamba Sunday tunapumzika, I'm very sure watu wote watapumzika pale, kwa sababu yeye ndiye amesema. Hata kama Sunday ni siku ya kuabudu, akisema ya kwamba Mungu amenionyesha leo tunapumzika, wengi watapumzika. And that's why kama kule Shakahora mliona bishop akisema kwamba watu watulie na wasiende wasikule, wa fast. Kuna watu wengi sana walifanya lile jambo bila kujua kwamba walikuwa najiumiza. Nazungumza kuhusu kanisa la Pastor Mackenzie. And that's why tuko nyakati za mwisho pale ambapo kujua bishop wa ukweli, pastor wa ukweli itakuwa ni shida kubwa sana. Pia hiyo imetabiliwa. Mimi ningetaka tu ikuwe tu ni awareness. I'm not against the church hata kidogo siko against the church, lakini pia imeandikwa siku za mwisho
kutatokelezea wale ambao watakuwa ni waongo, ambao pia watatupeleka katika njia zingine. Kuwataja itakuwa ni ngumu, because nikianza kuweka lineup nianze kutaja pasta kama Kanyari kwa mfano, mimi nitasema Mungu tu ndio sasa atatenganisha. Hao watu sasa wamefika pahali wako na udhaifu mkubwa zaidi, na udhaifu ndio unafanya sasa uwe kama wakati ule wa Elisha. Pastor Ng'ang'a ametuambia alikasirika tu, vijana walimchekelea. Udhaifu ni huo ambao wako nao. Jamaa alikuwa na kihara wakati ule, Nabii Elisha. So kwa hivi sasa wengi wako na upara mwingi sana, wako na udhaifu. Wengi wako na udhaifu ambao hauwezi hata dhibiti, hauwezi hata amini ya kwamba huyo ni pasta nafanya hivyo. So jambo mzuri nini? Mimi sasa nikitafuta solution, nikitafuta jawabu ya mambo kama haya, mimi naweza sema ya kwamba please, kama unaona kabisa imani si yako, toka na uende kabisa, wachana nayo. So lakini pia inafika pale najiuliza, kama basi ni mtoto wangu na naona naenda kanisa fulani ambayo hainifurahishi, je, nitamwambia, nitawacha potee? Na je, kama ni rafiki yangu naona anaenda kanisa ambayo mimi imani yangu hainionyeshi ya kwamba ni nzuri, je, niko na haki ya kusema ya kwamba mimi naona hapa kuna shida? So maybe through wisdom, through kutokuingilia, tunaweza sema ya kwamba kuja kwetu uangalie jinsi ambavyo tunaabudu, mambo kama yale. Wewe mwenyewe ujiamulie, uone kana kwamba mnaabudu pia Mungu kama ule ambao tunaabudu, kwa sababu kuna wengine either ni sadaka wachukue yote, wataki kujua, wanapelekesha washirika mpaka mwisho. Hiyo kuamini 100% wanasahau hata wakati wa Yesu mwenyewe alikuwa na njaa na alikuwa anakula. So tuko na majukumu, nyumba, watoto. So haiwezekani ya kwamba ati mshahara ya mwezi moja yote unaweza peleka kanisa. Haiwezi fika pahali ambapo president atatoa 120 million kwa kanisa moja, watoto wengi wakikosa kuenda shule, mahospitali yasipokuwa na dawa. Ni kwa njia tu ya kujenga hiyo kanisa, na ni kanisa moja. Hata angalau 120 ingewagawanyishwa kanisa nyingi sana, so imani za watu wengi sana Kenya zingeweza kuinuliwa, ingekuwa pia ni advantage. Sababu kujenga kanisa, tusiingilie hilo jambo. Kanisa linafaa kujengwa, ni sawa, na Mungu mwenyewe sasa ndiye atakuja kuamua. Tukua tulivu, mbarikiwe. Wewe mwenyewe toa maoni yako. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zachary. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea saidi yote ukabila, siasa wala dini.